Oya wanangu, leo kuna issue moja nataka ni share na nyie bana. Ushawahi kuwa na simu mbili, alafu let's say ulikuwa una chat na mwenza wako. Sasa kwenye hii simu ambayo ulikuwa una chat na mwenza wako, let's say ikaisha charge, ukasema let me switch lines ili niendelee na conversation. Sasa huku kwenye hii simu nyingine hujasave majina wala kwenye line hakuna namba. Namba zote zipo kwenye email au kwenye simu. Sasa ulivyochukua line na kuweka huku, unashangaa fiance wake kaendelea kuchat na wewe huku. Kwa hiyo kule kwenye message kule ikaja namba ngeni na ukamuuliza wewe nani. Sasa ule mtiti wa pale wa wewe kusolve kwamba kwa nini umemuuliza wewe nani, hebu wewe niambie hiyo situation ulisovuje bana kwenye comment. Lakini bana, anyway, ni issue moja tough sana, lakini mwenyewe ishawahi kunitokea na nishawahi kuipitia. Umeona, ni issue fulani ambayo ni very sensitive sana. Unajua kwa wanawake wengi hawapendi kuulizwa wewe nani. Ninakuwa ni very, kwao ni kitu kigumu sana kwa admit kwa nini wao umjui. Umeona bana, mimi ishawahi kunitokea kwa bana, ilikuwa ni very hard situation, lakini nilisolve. Lakini mimi naona bana kinamna rahisi tu kwa mtu yote kuisolve bana ni kujitambulisha tu. Sometimes haina haja ya kuprolong sana. Na hii pia ni kwa watu wengi pia. Wengine unakuta mtu anakutext kwenye namba ngeni alafu na hataji jina lake, alafu yeye anaassume tu unamjua. Kwa mimi naona kama ni vyema sana kujitambulisha na kuonesha safi, hata kama mlikuwa mna conversate au hata kama ana namba yako, lakini kujitambulisha ni kitu cha msingi. Hebu niambie basi kwenye situation wewe ulisovuje na yeye mwenza wako alijisikiaje? Baada ya hapo labda itokea break up, au baada ya hapo alikuelewa, ama itokea kununiana wiki mbili, nini sinaelewa tena. Hebu niambie, share experience yako. Lakini pia kwa picha kama hizi, kama mtoto mzuri kama wewe unazipata hapa ofisini kwetu. Kwa bana, karibu sana.